waanze sasa kupanga vile tutaunganisha hapa pia na Dongo Kundu. Tuko na kilomita karibu 35, kwa sababu pale Dongo Kundu pia niliwaeleza watu wa Mombasa, tumeongea miaka nenda miaka rudi kuhusu mambo ya Special Economic Zone ya Dongo Kundu. Lakini jana nilikuwa na ndugu zetu waegezaji, watu wa Afri-Exim Bank, kampuni ya Arise. Tumeanza jana kule Vipingo, na sasa tuko na pesa shilingi milioni 500 dola ya Marekani, ama shilingi bilioni 65 za Kenya, kutengeneza Special Economic Zone ya Vipingo, kutengeneza Special Economic Zone ya Dongo Kundu, na kutengeneza Special Economic Zone ya kule Mombasa. That is just for matters infrastructure. We are going to invest more with our friends as we make the port of Mombasa much more efficient, as we make the county of Kilifi, Mombasa, Lamu, and the entire Coast Province a source of serious economic activity, so that we can employ more young people, create more wealth, drive our economy, and elevate our country to new status. Kwa hivyo, mimi nitarudi hapa mambo mawili kabla ya Disemba. Nitarudi hapa kwa mambo ya Dongo Kundu, kuja kuanzisha rasmi ujenzi wa Special Economic Zone ya Dongo Kundu, na nitakuja hapa ili tuweze kupanua port yetu ya Mombasa. Kwa sababu, ndugu zangu, watu wa Mombasa, Kenya haiwezi kubadilishwa kwa maneno matupu, ama kwa matusi, ama hekaya za abunuasi. Kenya itabadilishwa kwa miradi na mipango ya maendeleo bwana. SGR hii mnayoona hapa leo, tumefikisha hapa CBD reli ili kupunguza msongamano wa magari, kurahisisha usafiri na kupunguza gharama kwa wananchi kusafiri kutoka Changamwe, Miritini, Mazeras, kule Shimanzi, all the way mpaka wafike hapa CBD. That is the kind of efficiency we want to create in our economy, because that is how we are going to move this country to the next level in matters development. Vile vile, mbali na mambo ya reli, mbali na mambo ya Dongo Kundu, vile vile tuko na barabara nyingi ambazo tunatengeneza hapa Mombasa. Mombasa is among the counties, aside from what we are doing in Kilifi and Kwale, it is among the counties we are investing heavy on matters infrastructure. Nyinyi mnajua barabara hii ya kutoka hapa Mombasa mainland kwenda mpaka Jomvu pale tumefikisha hapo, imekamilika. Sasa tunaendesha ile kutoka Jomvu mpaka Maseras. The commitment I want to make to you is that we have committed enough resources. Tumeweka pesa ya kutosha kukamilisha section ya kutoka Jomvu mpaka kule Mazeras ama Mariakani. Vile vile, mnajua tulijenga ile barabara ya kutoka Miritini mpaka Mwache, na tukajenga ile barabara ya kutoka Mteza mpaka Kibundani. Sasa pale sections ambazo zimebakia, mwaka huu tumeweka pesa kwa budget yetu shilingi bilioni 4.7. 4.7 billion shillings have been committed to complete and to work on the roads in Mombasa County. Nyinyi mnaona ile kazi inaendelea kutoka hapo Nyali Bridge kwenda mpaka Mtwapa. Mumeiona hamjaiona? Kutoka Mtwapa tunaweka pale daraja mpya, na kazi ya kujenga hiyo daraja imeanza. Vile vile kutoka Mtwapa mpaka kwa Kashengo tumetengeneza dual carriageway, na kutoka kule kwa Kashengo tunaisukuma mpaka itafika Kilifi yenyewe kupanua ile barabara. Kwa sababu pale katika Vipingo Special Economic Zone, pale tunajenga hiyo Special Economic Zone. In the next 2 years it will be ready, na tunataka iwe inaweza kuajiri vijana ya zaidi ya 30,000, kwa sababu ni kazi yetu kama wa Kenya kupanga vile vijana wetu watapangiwa ajira, ndio tuweze kuzalisha uchumi, tuweze kuondoa umaskini, Kenya iweze kusonga mbele. Mombasa hoye! Mombasa hoye! Na mimi nataka vile vile niwaeleze bana,
katika harakati hii yote ambayo tunafanya, vile vile tunataka tuhakikishe ya kwamba wakati tunasonga mbele hatuachi wananchi wetu nyuma, na ndio sababu tuko na mfumo mpya wa mambo ya afya. Na mimi nataka nimshukuru gavana wenu na kaunti ya Mombasa. Pale nyuma mambo ya matibabu yalikuwa ni kama ni starehe ya wale watu wako na uwezo na matajiri kulipa. Safari hii tumesema vile katiba ya Kenya inavyosema, afya sio starehe tena ya matajiri, sio haki ya wale wako na uwezo na pesa. Afya ni haki ya kila Mkenya, hata yule wa chini. Ijumaa hii tutakuwa tunawalipia wale watu ambao hawana uwezo wa kulipa mambo ya afya. Serikali ya Kenya, vile niliwaeleza, tutaanza kuwalipia kuanzia Ijumaa hii. Ndio kila Mkenya aweze kwenda hospitali, atibiwe, aende nyumbani bila ya kulizwa pesa, aziuze mali yake, aziuze ploti yake, aziuze shamba yake, aziuze ng'ombe yake, aende nyumbani, kwa sababu sote mbele ya katiba ya Kenya sisi wote ni sawa. Na nasema hapa Mombasa ndio county number 1 kwa mambo ya afya. Hii Mombasa County, kwa wale wa Kenya milioni 27 waliojisajili, watu wa hapa Mombasa ni karibu 1800. Nasema pongezi watu wa Mombasa. Na tumekubaliana na kaunti zetu zote ya kwamba mwananchi akienda hospitalini atibiwe, apatiwe dawa, adungwe sindano kama ni wa kudungwa sindano, lakini aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote, kwa sababu serikali ya Kenya imetoa pesa ya kuhakikisha kwamba kila mwananchi anashughulikiwa. Na kama kuna hospitali inalipisha wananchi, tunataka tuelezwe, ndio tujukue wale ambao wanafanya kazi hiyo, tuwapeleke jela. Mombasa ni sawa si sawa bwana? Ni sawa si sawa? Pia tulikubaliana na nyinyi ya kwamba katika mpango wetu huu na katika kule kupanga ajira ya vijana, vile vile tulikubaliana ya kwamba tutapanga mambo ya physical development of infrastructure. Tujenge affordable housing, tujenge masoko, tujenge hostels, tuhakikisha kwamba tunajenga special economic zones, ndio ajira zaidi ipatikane kwa vijana wetu. Hapa Mombasa tumetumia pesa ya serikali, na katika mipango yetu tuko na shilingi bilioni 24 ya affordable housing, ya markets na ya hostels ya Mombasa County. Na leo mimi naenda kufanya inspection ya some of our projects, the one we are doing. Tunataka kuwatoa wananchi wa taifa letu la Kenya kutoka vitongoji duni, mahali hakuna maji, mahali hakuna stima, barabara hamna, tuwapeleke katika makao ya kisasa, kwa sababu that is the provision of section 43 of the Constitution, makes a demand on the government of Kenya to make sure that citizens are living in decent, habitable conditions and housing. Ndugu zangu watu wa Mombasa hoye, tunakubaliana? Munasema tuendelee ama tuendelee jameni? Tuendelee. Na ndio sababu tumekubaliana, ndugu watu wa Mombasa, tumekubaliana ya kwamba siasa ya ukabila na chuki na migawanyiko haina nafasi tena katika serikali na katika taifa letu la Kenya. Ndio sababu tumeungana. Tunaelewana? Ndio tumeunganisha tukawa na serikali ya broad-based ambayo inawajumuisha Wakenya wote, kwa sababu ya muhimu sio mashindano ya kisiasa, sio malumbano ya kisiasa, sio mambo ya mirengo. Ya muhimu ni vile tutabadilisha Kenya, tuondoe umaskini, tuzalishe chakula ya kutosha, tufukuze njaa, tuzalishe nafasi za ajira wa vijana wetu wa Kenya, tuzalishe uchumi Kenya, tuondoe umaskini, tuwe na utajiri, Kenya iweze kusonga mbele. Watu wa Mombasa jameni, na wauliza,
Munasema tuungane ama tutengane bwana? Tuungane, sio? Ndio tuweze kufanya kazi kwa pamoja. Tunaelewana? Na mimi nataka niwaeleze. Kuna wale hawana imani na taifa letu. Kuna wachache ambao hawana imani na taifa letu. Hawana imani na uwezo wetu. Hawana imani na mipango yetu. Mimi ninawaeleza wale, please, mtupatie nafasi. Wacheni mambo ya kutukana na kudharau taifa letu. Hatuna taifa lingine. Na hii taifa letu la Kenya, tukifanya kazi kwa pamoja, tunaweza kuondoa taifa letu la Kenya kutoka kwa yale mipango ya third world. Tunaweza kuisukuma nchi hii, wakati tukiishi hivi tukiwa hai, tuipeleke mpaka first world, kwa sababu inawezekana. Wengine wamefanya, Kenya inawezekana, na tutaifanya tukiungana pamoja. Mombasa hoye! Mombasa hoye! And I want to say, when I am in this beautiful old city of Mombasa, that as citizens of this country, we must believe in ourselves. We must believe in our country. We must believe in our ability. And it is possible for us to move Kenya from where it is, working together, eliminating tribalism, removing division, making sure that we are united. We can lift our country from being a third world country to a first world country in our generation. And that is why I want to say, without fear of any contradiction, that Kenya is going to succeed, and we are going to shame the enemies of our nation, because together we are going to stand united. Our transformation in the food security sector is happening. We have a program, locally mobilized resources, and I want to say I have confidence in the future of this nation. We can do it. When others did it, we can do it as Kenya. And I want to ask every citizen, we can stand together, ignore the naysayers, ignore those who are negative, ignore the people who have no plan, kwa sababu wale ndugu zetu wengine ambao wanatuongelesha panganga na porojo na hekaya za abunwasi, hawana mpango, hawana sera, hawana agenda, hata akili hawana. Ndugu Mombasa hoye! And with those remarks, I am proud to declare the Mombasa commuter rail service open for operation. Thank you very much, and God bless.